Tingatinga kazini. Ufukuaji unaendelea kuziondoa nyasi hizi kwa Mkapa. Kila eneo linachimbuliwa hatua kwa hatua na ule udongo wa chini unakuja juu. Ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Hizi ni mbinu halisi za watu kufanikiwa katika imani zao. Kwa hiyo tukivikuta baadhi ya vitu ambavyo vimewekwa na wakulungwa, wadukuzi wa nchi tunasema, wadukuzi wa ardhi, wenyeji. Hapa uchimbuaji wa nyasi hizi unaibuka na vitu vinavyodhaniwa ni vya imani za kishirikina. Tumekuta vitu kadha wa kadha kama unavyoweza kuvishuhudia, lakini si vya kwetu, havituhusu, ila tu tutavipeleka sehemu husika kama kuvichoma moto, kuvitupa, lakini ndio changamoto ya kufukua. Siku zote panapofukiwa kifukua unakutana na unachokutana nacho. Ala, kumbe dimba hili lilikuwa limezindikwa. Ni moja kati ya vitu ambavyo na sisi tunajifunza, kumbe kuna kuoga na changamoto kama hizi katika 1 na 2. Si unajua inavyokuwa mpute wa Simba na Yanga, nani anashinda nani, hivyo yani. Mafundi wanasema vitu hivi havijawakomisha. Sisi hapa tumekuja kwa niaba ya marekebisho ya uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya mashindano ya AFCON. Ustadi na weledi wao ni kuona taswira mpya inapatikana ndani ya pichi hii ya kimataifa. Radio Tanzania kazi nzuri. Reform Sport ni kampuni kubwa, wanajenga viwanja vingi vya michezo. Tunabadilisha ule mfumo ambao ulikuwa ni mfumo sio sahihi. Maji yanajaa ndani badala maji ya kutoka nje, kutoka kushoto na kulia. Lakini je, baada ya zoezi hili nini kinafuata? Panakuja panawekwa tena leveling, alafu panakuja panawekwa mchanga, panakuja panawekwa yani jipya. Kwa hiyo dimba linakuwa dimba tena jipya la kimataifa. Namna hiyo, kazi. Zoezi la kutifua uwanja huu wa Benjamin Mkapa ndio linaendelea kwa sasa. Wakandarasi wapo kazini, kila mmoja kuhakikisha wanabadili taswira ya dimba hili la Benjamin Mkapa. Na kwa mujibu wa taarifa zinazohusu ukarabati huu ni kwamba zoezi hili la kubadilisha pitch uwanja huu litachukua takriban miezi 6, na baada ya hapo uwanja huu wa Benjamin Mkapa utaanza kutumika katika mashindano mbalimbali ikiwemo ya kimataifa ya AFCON 2020.